anataka nimguze na yeye ni mzee. Na hiyo sio mila na desturi ya Kimasai. Sasa mnaangaliana. Unasikia kuinama, anasikia kuinama. Mnaona kuliko muane tusalimiane. Praise the name of the Lord. Hii kazi ni ngumu. Kwa sababu kanisani wengine wetu walio hapa wazazi wao wanaabudu kwao. Sasa wanashindwa, nikiinua mikono baba yangu ataamini nimembariki. Hii kazi ni nzito. The more you rise, the responsibilities become. Lakini ile ngazi ambayo ni tamu sana. Na ndio maana mimi hulia na ninamwaga machozi ninapo ordain pastors. Kwa sababu ninajuanga safari ambayo wameanza. Praise the name of the Lord. Hii ndio ngazi ambayo ukiinua mkate hivi, unapoelekeza watu katika meza ya Bwana. Hii ndio ngazi ambayo una relate directly na mshirika. Bwana Yesu atukuzwe. Hii ndio ngazi ambayo haujui huyu mshirika utampatiana kwa nani. Kwa sababu reverend anajuanga atamleta kwa askofu. Askofu anajuanga atampatiana kwa bishop. The work of a pastor ni ku make sure ya kwamba hilo dosari ambalo limefanyika halijapita ule mlango. Bwana Yesu atukuzwe. Pastor ndio wanakuwa na kazi ngumu hata ya kueleza staili za mapenzi. Sababu unaletewa kesi, unaambiwa mimi pastor, mama haniguzi, analala kwa watoto. Sasa unaona huwezi kubali itoke pale. Sasa unawakaisha chini. Unaketi hapa nao wanaketi hapa. Unaambia unaona kuanzia leo ukifika mahali pako pa kulala usilale na nguo. Alafu uoge, unyoe makwapa, ujipatie manukato na ujipodoe ili umvutie mke wako. Wacha kulala kama muendeshaji pikipiki. Na bado umeokoka. Hiyo ni kazi ya pastor. Is a counselor. He is a doctor. He is a teacher. He is 40 in one person. You are privileged to become a pastor today. Praise the name of the Lord. Unajua mimi nikiwa askofu, kesi kama hiyo ije na rushianga wachungaji. Sasa nawaambia sasa kuongea ukweli, tutaketi hapa tuongelelee vile huyu habusu mume wake. Sasa hiyo simuende muongee na pastor wenu. But pastors inawalalia yote kwa mgongo. Na washirika wa JCM, ningependa kuwasihi, ombea mchungaji wako. Pray for your pastor. Pray for those people who shepherd you. Praise the name of the Lord. Because it is not easy. Lakini pia nasi kama wachungaji, unapoingia katika ngazi ya kuwa mchungaji, pastor minor, you must understand that you are not here to fail. You have come to succeed. And we release that favor in your life that you will succeed in this ministry. Praise the name of the Lord. You will rise in this ministry. Utajiri ambao unahitajika katika huduma, Mungu atakupatia. Pesa zinazohitajika. Hapa ukiangalia hata hawa kina mama, wengine hata ile tikiti wametafuta ni kujisukuma. Lakini Mungu ni mwaminifu uko Kilifi. Kwa sababu the God of provision will never leave you. Mungu anayepatiana hatawahi kuacha. Na mpokee hiyo neema. Ukienda kufanya injili, Mungu anakupatia bila kungangana. Katika jina la Yesu Kristo. There are principles of success in ministry. In the book of 2 Corinthians chapter 12 verse 14. Pastor Dan ungekuwa hapa. 2 Corinthians chapter 12 verse 14. Nimesema uje hapa kwa sababu hii nilihubiri kwako mara ya kwanza. Na ikakuingia sana wakati tulikuwa tunafanya ordination yako. Joe hapa utusomee. Praise the name of the Lord. Principles of success in ministry. And they are very, very important when you uphold them. Let me tell you, you don't have to look like a perfect priest. You don't have to look like a perfect one. You only need to be principled.
Bwana Yesu atukuzwe. Usitafute watu wanavaa namna gani, usukume washirika wako uwaue ndio uvae suti. Kuja na t-shirt. Niliona mwingine akiniuliza ati kwa nini askofu umeenda kutembea kanisa la Changamwe, kanisa la Mtwapa ukiwa na open shoes. Anajua hapa ni Mombasa. Lakini wakati niliangalia status zake nikaona ni Walimuru. Hawezi kuelewa hapa ni Mombasa. Hata kama saa hii we are boiling. Sisi hatujazoea. Mimi naona watu wa hapa wanavaa mpaka koti. Walizoea. Sisi hata ukiweza tafuta hapa ndani utakuta mahali nene yako ametoa kilemba. Kwa sababu sisi hatujazoea. Nyumba tunazolala zina feni. You don't need to look like a perfect pastor. You only need to understand the principles of success in your ministry. Yes. Ukijua hiyo, usitake kujua watu wanasema nini kukuhusu mchungaji Maina. Usitake kujua watu watatafuta nini ndani yako. As long as you uphold the principles of success in your ministry, you will succeed. Amen. Wengine wetu ukiwaangalia hapa na utafutilia historia za maisha yao, hawakai kufaulu, lakini sasa wanafaulu. Amen. Because they understand. Biblia inasema vipi? Tazama, hii ni mara ya 3 ya mimi kuwa tayari kuja kwenu. Wala sitawalemea. Sikiliza. Maana goja hapo. Okay. Tazama watu wa Kilifi. Hii ni mara yangu ya kwanza. Sijawahi kuja hapa. Lakini Paulo akiongelesha wa Korintho aliwaambia tazama, hii ni mara yangu ya 3 kuja hapa. Number 1, sitawalemea. Akasema kitu cha kwanza, sitawalemea. Mchungaji Maina, hatukutawazi ulemee hawa watu. Hallelujah. Principle number 1, never burden your congregation. Hallelujah. Usiwe mzigo kwa hawa watu. Pokea kile walicho nacho, kile hawana, kuwa mvumilivu, watakipata. Praise the name of the Lord. Amen. Kile ambacho hauna kisikuzuia kutumia kile ambacho uko nacho. Paulo akawaambia number 1, sitawalemea. I won't be a burden to you. Na kama kuna kitu askofu wenu hapendi, ni kuwa mzigo kwa washirika wake. Na ndio maana wakiamka asubuhi kwenda kazi, hata mimi askofu niko barabarani nikienda kazi. Wewe kaa tu hapo useme ati sasa nimetawazwa, mimi ni mtumishi wa Mungu masaa 24. Na kuanzia leo mimi ni full time minister. We, utatwangwa na umaskini. Praise the name of the Lord. Utatwangwa na umaskini. Fanya kazi kama Mungu amekupea mikono. Hata Yesu alikuwa anatembea na mitume ambao walikuwa wafanyikazi. Hawa washirika ni wengine. Kwanza hawa wakijua ya kwamba tumaini lako lote ni juu yao, kiburi kinainuka. Hawa wanaweza kukuita hawa ukabariki mpaka umbwa. Ati halo Pastor Maina, hujambo? Niko salama. Unajua yeye ni mtulivu. Niko salama. Nimeenda Marekani juzi na nimekuja na umbwa mzuri sana. Ningeomba uje umpe mapokezi, uitawaze. Uitie wakfu. Na kwa sababu ya njaa mchungaji anakuambia samahani kaka ama dada, lakini mafuta niliyosimikwa si ya kubariki mbwa. Mshirika anakuambia sawa basi wacha nimtafute mchungaji mwingine, lakini nilikuwa na bahasha ya 1,100. Anambia halo. Ningependa unipe jina la ubatizo la huyo mbwa. Unamuona mchungaji akizunguka mbwa, na kubariki mbwa huyu na kuondolea jina la koko na kutawaza chiwawa. Na kuanzia leo nimekubadilishia staili yako ya kubweka.
kutoka wu hadi gu, kwa sababu wewe umebarikiwa. In the name of God the Father, God the Son and God. Kwa sababu uzembe huleta umaskini, na umaskini ukiingia katika maisha yako unatumika vibaya. Bwana Yesu atukuzwe. Unaona, unaalikwa ibada za kusherehekea mtoto ati amegraduate kutoka PP2. Hata mwenye ibada hajui ya kwamba unamsherehekea. Unafika pale umevaa nguo zako vizuri. Hata mwenye ibada hayuko. Anaitwa akicheza nje. Wewe! Kuja Jayden ubarikiwe. Na wewe uko pale unaambia watoto wa PP2 kwa neema ya Mungu. Hata hawajui nini unasema. Lakini ikifika graduation za watu wa university, wanaita wachungaji waliovalia vizuri. Wanaita wachungaji walio na magari. Wewe unawachwa nje. Kazi yako ni kuombea mtoto wa PP2. Unawekewa watoto hapo. Paka unashuka unajipata wewe badala wewe ni mchungaji. Kuliko uende kuambia watu anaweza. Anaweza. Kwa sababu wanafahamu nini unachokisema. Unajipata umeshuka umeenda level ya watoto unawaambia baby shark tururu turu, baby shark tururu, baby shark. Kwa sababu lazima uende level yao ndio mfanye nini? Muelewane. Kuanzia leo usiwe mzigo wa washirika wako. Never be a burden. That is principle number 1. Never become a burden to the congregation. Usiwe mzigo. Na ikifika ni kupeana, be the greatest giver in your church. It sets the example. Bwana Yesu atukuzwe. Yes, sir. Be the greatest giver in your church. Wacha washirika wanaona wewe ndio unaongoza. Sio unasema sasa ni wakati wa kusimama na dada yetu, kila mtu aniletee shilingi 1000. Wewe utoi yako. Kazi yako ni kuwabariki tu wakikuja. Barikiwa kwa sababu ya kupea 1000. Wewe umebarikiwa na nani? Because when it comes to giving, a priest is not exemptional. Inapofika ni kupeana, mchungaji hajaondolewa. Hata wewe kuwa mpea, ni kama naambia washirika tutoe tubarikiwe. Si hata mimi nitoe. Nibarikiwe hapo. Na ndio Paulo anasema ni mara yangu ya 3 kuja, lakini iweni na imani ya kwamba sitakuwa mzigo kwenu. Tazama, hii ni mara ya 3 mimi kuwa tayari kuja kwenu, wala sitawalemea. Maana sizivitafuti vitu vyenu. Sivitafuti vitu vyenu watu wa Kilifi. Mbali na watafuta ninyi. Ninyi ndio ambao nina haja na ninyi. Principle number 2. Find a congregation. Yes. That is principle number 2. Tafuta washirika. Paulo akasema ya kwamba kiini cha mimi kuja kwenu sio kutafuta mlicho nacho watu wa Kilifi. Wacha nisimame hapa kwa sababu wale wanaelewa uhondo huu. Ninyi ndio mlikuwa na mapungufu yangu. Ili mjue askofu wenu anavyohubiri. Akasema ya kwamba si vitafuti mlivyo navyo. Mchungaji Maina yule atakujoin hapa akiwa na magari ni yake. Sisumbuke nayo. Atakaye kujoin akiwa na manyumba ni yake. Kwa sababu humtafuti huyo kile alicho nacho, unatafuta moyo wake. Principle number 2, it is to find a congregation, and not only a congregation, it is to make them the disciples of Jesus Christ. Kuna wachungaji huona washirika wanaona hiyo ni ATM inatembea. Karibu hata akufinye tumbo. Anaona kama uko na button hapa kwa tumbo. Karibu akufinye 10 withdraw 40,000, uanze kutoa sauti kama ATM. Unaposhikilia maadili ya Kikristo ya kufanikisha huduma, itakuwa rahisi na huduma itajiendesha. Praise the name of the Lord. Sababu Mungu anapenda moyo na anajua wewe ni mchungaji ambaye umeamua kuhudumu na kutumika. Akasema ya kwamba nimekuja kuwatafuta nyinyi. Watu wa Kilifi tumekuja kuwatafuta ninyi. Bali sio kile mlicho nacho.